Hello once again, tumerejea tena katika kipindi chetu cha Ongea na Majirani. Kama ilivyo ada, leo niko Kolila Media na leo tutaenda kuzungumzia swala zima la kisa ambacho kinahusu watu wote, pande zote mbili, wadada pamoja na wakaka. Kaka kusudia ukaweza kwenda kusikiliza kisa hiki ambacho kinaweza kujenga katika maisha yako wewe kama mdada au mkaka. Okay, kama nilivyosema awali kwamba leo nitaenda kuelezea kisa ambacho kinahusu jinsia zote, wavulana pamoja na wasichana. Na kaka kufikiria ukaweza kwenda kusikiliza kisa hiki kwa maana unaweza kupata funzo ambalo linaweza likakujenga wewe kama wewe katika maisha yako au changamoto zako ambazo unazipitia zote kwa ujumla. Na kisa hiki kinaanza kama ifuatavyo. Ilikuwepo familia moja. Kwa kipindi ambacho walikuwa wanajitafuta huko nyuma, iliwabidi waanze kuweka hela pembeni, then after ndo waje kutafuta kiwanja wajenge, mwisho siku nyumba ikamilike na mambo mengine yaendelee. Sasa katika process hizo zote za kutafuta kiwanja ni kweli wakapata, wakaanza kujenga. Na unajua tena ndoa ikiwa mwanzoni wenyewe watu wakubwa wanasema kwamba inapendeza. Basi wakatafuta kiwanja, wakaanza kujenga mdogo mdogo, wakaishia kwenye msingi. Sasa baada hapo tunaona kwamba mwanaume akaamua kumchiti mwanamke wake. Kumchiti kivipi? Akaamua kwenda upande mwingine kumtafuta mwanamke mwingine, ambapo hakukuwa na shida yoyote kwamba waligombana labda kwenye mahusiano yao au kulikuwa kuna changamoto zozote katika mahusiano yao, hapana. Ila aliamua tu kumove on kwa style nyingine kwa sababu aliona si maendeleo hamna. Kwa hiyo baada hapo tunaona kwamba yule mwanamke naye alipokuja kugundua hilo, akaamua na yeye afanye tukio ambalo litafanya mwanaume wake aseme ukweli. Basi katika ile pilika kujua kwamba mwanaume wake yuko hivyo, akaamua na yeye aachane na ule msingi pale ambapo ameishia, akajenge nyumba yake ambapo ataweza kuendelea yeye pamoja na maisha yake. Ule msingi auache vile vile, mwanaume wake kama kufanya lolote ni yeye. Basi kweli akachukua ile hatua ya kwenda kutafuta eneo sehemu nyingine, akajenga vizuri tu, akafanikiwa, ikatimia, ikakamilika. Baada hapo tunaona kwamba mwanamke akaamua kwenda hotelini. Akamtafuta tu, alikuwa ni kijakazi mmoja ambaye anafanya kazi tu mule hotelini, akamchukua akamwambia, na kuomba ukubali uwe kama mume wangu tu, kwa sababu kuna kitu nahitaji kujua kutoka kwa mume wangu. Je, ni kwa nini amenifanyia hivi na sijamkosea na mahusiano yetu yalikuwa vizuri kabisa, amenyoka straightly. Basi tunaona kwamba mwishowe mwanaume wake akampigia simu, walikuwa ni hotelini, walikuwa hotelini chumbani wamekaa. Ile simu kweli akapokea, alipopokea akamwambia, "Hello, yes, hello. Nilikuwa naomba uje kunifuata, niko hotelini leo, nimeamua kuja kupumzika hotelini. Sasa inabidi nitoke, turudi wapi? Nyumbani." Basi hitimisho lake tunaona kwamba ni kweli mama akatoka mvulana huyo baba mtu akatoka huko akamfuata nani? Akamfuata mke wake. Kufika kule hotelini kweli akakaribishwa mpaka chumbani, akamkuta amekaa mke wake yuko na mwanaume mwingine. Akasema, "Kulikoni mke wangu, mbona unanifanyia yote haya?" Akasema, "Yote haya nimefanya kwa sababu wewe ndiye ambaye ulikuwa una mwanaume, wewe ndiye ambaye ulikuwa una mwanamke hapo awali." Akasema, "Naomba unisamehe. Kweli mke wangu, na nisamehe sana kwa sababu huku nikosea, nimetokea tu, nimeamua kwenda kutafuta mwanamke mwingine." Akasema, "Sawa, ila ni bora ungeniambia kwamba umenichoka au yaani kwamba kuna tatizo lolote limetokea, ni bora ungeniambia kwamba umenichoka, mimi ningekuelewa." Basi tunaona kwamba mwanamke aliachilia kwa moyo mweupe sana, akamwambia, "Uwe na maisha mema na Mungu akutangulie ukafanikiwe vizuri sana." Je, ingekuwa wewe mdada, ungeweza kufanya kitu ambacho amefanya mwanamke mwenzako? Tukutane kwenye comment. Pamoja nami mtangazaji wako Ruth Manase Mshahala. Tukutane kipindi kijacho. Bye bye.